tamko linaloheshimiwa sana Israeli kwamba Mashariki ya Kati ni makazi ya Wayahudi, kwa hiyo wanaweza kurudi kutoka mahali popote walipo. Kwa hiyo unabii wa Ezekieli wa bonde la mifupa mikavu ulitimia katika vita kuu ya kwanza ya dunia na vita kuu ya pili ya dunia, ambayo ilipelekea kutimia kwa jambo lingine kubwa. Ukisoma kitabu kile cha Ezekieli sura ya 37 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 14, ni kwamba unabii huu ulitimia katikati ya miaka 1914 mpaka 1945, wakati wa vita kuu mbili za dunia, ambazo wanahistoria wanasema kwamba katika vita kuu ya kwanza ya dunia takriban watu milioni 16 walikufa, lakini katika vita kuu ya pili ya dunia takriban watu wasiopungua milioni 70 walikufa. Lakini yote hii ni kwa sababu Mungu alikuwa anafanya jambo duniani. Kwa hiyo mwaka 1914 mpaka 1945, vita kuu ya pili ya dunia ilipotimia, unabii wa Ezekieli 37 mstari wa kwanza mpaka wa 14 ndio ulikuwa unatimia. Sehemu nyingine ya mistari hii ya Ezekieli 37 ule mstari wa 15 mpaka 28 wenyewe bado haujatimia. Unasubiri Yesu atakaposimikwa kuwa mfalme wa dunia hii yote, ndipo sehemu ya unabii huu itakapotimia. Lakini pia kipindi kile kile unabii maarufu sana wa Yeremia, ambao unapatikana katika kitabu kile cha Yeremia sura ya 16 na mstari ule wa 16, ambapo Mungu anasema kwamba angewatuma wavuvi wengi kuwavua wana wa Israeli na kuwarudisha katika nchi yao. Lakini pia anasema angetuma wawindaji wengi kuwawinda wana wa Israeli kuwarudisha kwao. Mungu alikuwa anajua nini kitakachotokea. Maneno haya mawili, wavuvi na wawindaji, yanatofautiana. Wavuvi inahusika sana na vita kuu ya kwanza ya dunia. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia ilitolewa amri, ilitolewa waraka maalum wa Balfour kuwafanya Wayahudi warudi nyumbani kwao kwa hiari. Huo ulikuwa ni uvuvi. Kuvua ni kuweka mtego ili samaki anaswe. Lakini kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wamekaa katika nchi za wenzao, wamekuwa matajiri huko, hawakuweza kutumia nafasi hiyo, na Mungu alijua kabisa kwamba hawatarudi. Ndio maana akasema ataanza na uvuvi kwanza, ndio ile ruhusa ilitolewa. Lakini kwa sababu hawakutumia ule mlango, basi ilibidi wawindaji wawinde na kuwarudisha. Kwa hiyo vita kuu ya pili ya dunia inaingia katika sehemu ya uwindaji. Mwindaji mkuu sana ambaye anajulikana, Adolf Hitler, ambaye jina lake liko ndani ya Biblia, limefichwa huko, ndiye ambaye Mungu alimchagua kuwa atakuwa ndiye mwindaji ambaye angewawinda wana wa Israeli. Na kweli wana wa Israeli waliposikia Adolf Hitler anawawinda, walikimbilia Mashariki ya Kati. Na walipokimbilia Mashariki ya Kati, walipofika Mashariki ya Kati, ndipo unabii mwingine muhimu wa kitabu cha Isaya sura ile ya 66 na mstari wa 8 ulitimia katika tarehe ya 14 mwezi wa 5 mwaka 1948, wakati taifa la Israeli lilipozaliwa mara kama nabii Isaya alivyotabiri. Lakini pia unabii mwingine ulitimia katika karne hii ya 20, unabii wa Yesu Kristo ambao aliutoa katika kitabu kile cha Luka 21 mstari ule wa 24, akisema kwamba mji wa Yerusalemu ungeendelea kukanyagwa na mataifa mpaka utimilifu wa mataifa ambapo ungeweza kufika. Na tunafahamu katika historia ni kwamba ni kweli mji wa Yerusalemu uligawanwa na mataifa katika vipindi mbalimbali mpaka ilipofika mwaka 1967 katika vita ya siku 6, ndipo mji wa Yerusalemu uliweza kurudi kwa wenyewe, yani kwa Israeli. Ndipo unabii wa Luka
21:24 ambao aliutamka Yesu mwenyewe